Na hizi ni sababu 4 kwa nini ni hatari sana kusubiri sukari iwe juu ndipo uanze kubadilisha lifestyle yako, ndipo ukumbuke kidonge, ndipo ukumbuke dawa zako au kuanza kubadilisha vyakula. Kuna kundi la watu ambao wana ugonjwa wa kisukari lakini huwa wanakuwa comfortable pale ambapo sukari yao iko normal. Inapojaribu kupanda kidogo ndio wanatumia dawa. Kama haipandi sana, hatumii dawa. Kama sukari haipandi sana, anakula vyakula ambavyo sio vizuri. Ina maana anajaribu kufanya, yani ni kama anajaribu kubahatisha. Kwa nini hii tabia ni mbaya sana na inaweza kusababisha madhara makubwa usipokuwa makini? Sababu ya kwanza kwamba kwa nini hicho kitu ni hatari sana ni kwa sababu ya uharibifu wa kimya unaoendelea. Pale ambapo unaacha sukari yako uncontrolled, unaendelea na maisha ya kawaida, kumbuka mwili unaendelea kudhurika. Kumbuka kuna uharibifu wa kimya unaendelea. Usiuangalie ugonjwa wa kisukari kwa kuangalia viwango vya sukari. Uangalie ugonjwa wa kisukari kama tatizo la kimfumo ambalo likitokea basi kuna gurudumu la uharibifu linakuwa linaendelea kujijenga ndani ya mwili. Ukiwa na huo mtazamo, at least utakuwa katika namna nzuri ya kujisaidia. Lakini ukiuona ugonjwa wa kisukari katika hali ya viwango tu vya kupanda na kushuka, utafikiri uko salama, kumbe unajimaliza mwenyewe. Sababu ya pili ni kwamba dawa huwa hazirudishi kila kitu. Dawa inaweza ikasaidia kwamba kwa vile umegundua sukari iko juu ndio umetumia dawa. Inaweza ikashusha, lakini hairudishi kila kitu. Hairejeshi uharibifu ulioanza kujijenga ndani ya mwili wako. Dawa haiendi kuponya hayo majeraha. Dawa haiendi kuponya ule uharibifu ambao umeanza kujitengeneza kwa wewe kutokujali. Sababu ya tatu ni kwamba uamuzi huo ni wa hatari mno kwa sababu huwa kuna mwendelezo wa uharibifu. Yaani wewe unaweza kufikiri kwa vile leo sukari imepanda ukatumia dawa ikashuka basi ulizima ule mwendelezo. Hapana, kuna mwendelezo wa uharibifu unaendelea kujijenga ndani ya mwili wako kwa wewe kutokudhibiti hili tatizo. Kwa hiyo unapolisoma hili tatizo katika namna ya kuangalia tu viwango vya sukari, unakuwa unajilimit, unakuwa unajiumiza, unaumiza viungo vyako. Sukari inazidi kukuumiza. Uone huu ugonjwa kama ni tatizo la kimfumo ambalo kuna mwendelezo wa uharibifu. Kwa hiyo leo sio kwamba sukari imesoma ngapi na kesho umeikontrol ikashuka na kesho ikapanda. Ule chain ya uharibifu inazidi kuconnect, zile pattern zinazidi kuwa kubwa, unaweza kusababisha uharibifu wa kitu kikubwa zaidi. Shughulikia kiini cha ugonjwa. Kuna tatizo la kimfumo ambalo limeamsha uharibifu mkubwa wa viungo vya mwili wako. Badilisha mfumo wa maisha completely. Simaanishi sukari imeshuka utumie dawa kuishusha zaidi, na maanisha ile ambayo umekuwa umekadiriwa kulingana na usugu wa ugonjwa wako. Usiache kwanza mpaka tufikie malengo. Kingine ni kwamba badala ya kusubiri sukari ipande ndipo utumie dawa ndipo badilisha mfumo, kuna matatizo ya dharura yanaweza katokea, madhara makubwa ya sukari. Ili kuweza kuyazuia, uwe na nidhamu endelevu. Uwe na kipindi ambacho unafanya tiba tatizo liondoke. Labda umejipa mwaka mzima, labda umejipa miezi mitatu, labda umejipa miezi 6. Fanya consistently kuzuia madhara makubwa yanayoweza kujitokeza. Usisubiri nyumba ianguke ndio uanze kuimarisha msingi. Anza sasa hivi. Hiyo itakusaidia sana. Mimi ni Sam Nature, nimeanzisha movement Tokomeza Kisukari kukusaidia wewe mwenye tatizo kuondokana na hili tatizo kwa njia asilia, na kama hauna, kujielimisha na kujikinga ili lisiweze kutokea na ukafikia kupata madhara makubwa. Karibu sana, follow page hii, share video hii wengine wajifunze.